Hi there. Tumekunywa maji huku. We've had a break. And now, before we went for that break where we were at ni Kivu sasa alikuwa ametoka hii rehab na amerudi. Yes, amekuwa na wamecreate a story. Amechange. But yeye mwenyewe deeply anajua hakuna change iliyokaa akiwa huko. Na amerudi into this alcoholism with a bang. So Kevo, we continue mahali kwenye tulikuwa tumeachia. Okay. Sawa, welcome back. Tukiendelea tukisongaga tu na hii story. That was my first rehab yenye niliweza kutoka having reformed but hadn't now gone through that change of transformation. So ni mwili tu ilikuwa imereform, akili tu zimerudi form. Now I was able now to do things now differently. So kwa wakati tu but venye niliendelea tu na job polepole niliweza kujipata mwili na inaitisha. So ikafika to some extent since fegi nilikuwa nimeendelea na fegi, alcohol now was missing in action. So I decided now to take alcohol as I was working. Ile tu mambo nikaanza kuirudia. But this time round venye nilikuwa nasemea nirudia with a bang and I wasn't now able to kufanya kazi. At this time kazi iko but kazi ikanilemea kabisa. And ile maisha sana nilipata. Ile yani maisha ilinipata at this moment ni life ingine. Kazini nimelemewa kuenda. And this time now I started finding my parents now becoming like enemies to me. Because this time they were always on my case. Why you doing this? Nini inafanya ukunywe? Tulikupeleka pale usaidike. We thought you got help but hii ndio yote tunaona. And this now created now a wall. Ile wall sasa hatuwezi patana. So job ikanilemea, nikabaki saa pale mtaani. Mtaani all my small achievements sasa nikaanza kuona them in form of money. So ile achievement yangu ndogo tuseme kama simu sasa ndio ilikuwa my first option ya kupeana. I had no communication with people. Ile communication niko nayo naipata as soon as nimeingia tu tao hivi, hiyo circle ya friends niko nao pamoja, na mtu akinihitaji kuna a certain place yenye atanipa. So ile my first kitu ya kuuza yangu moja ilikuwa ni simu. Kauza simu nikakunywa, endelea hivyo. I started even now selling clothes zenye nilikuwa nazo. Nikaendelea hivyo, kitu nilikuwa nimenunua tuseme kama TV, kitu nilikuwa nimenunua tuseme kama fridge in the house, I could sell. Remember I was married. Yes. So nilikuwa nimejipanga pale. So nilikuwa nimefurnish au nini. So I started now selling things which were in the house. One by one. Hadi saa nikabaki bila anything in the house. Ile kitu ilikuwa imebaki tu kwa hiyo nyumba ni plates and spoons na kitanda na few clothes. So life sikukaa sana in between now kutoka hiyo rehab and joining another rehab. Because now nilikuwa nimefika mwisho. Having now sold everything. Nilikuwa nimefika mwisho na familia yangu. And nilikuwa nimeona tu chenye tu ita happen tu kwa life yangu, acha tu happen. So mimi nikafika mahali pia nikaona I need help. And naweza sema to this extent, nilikuwa nataka help, also desperate for help. But the help that I needed, ni ile help ya kutoka in that situation. To be able now to get to the situation that I could now sustain my lifestyle. Juu nilikuwa najua so obvious that it could happen. Ningesema nimefika mwisho, of which saa hiyo nilikuwa nimefika hiyo mwisho. And kila mtu alikuwa ameona. But back in my mind, I wasn't ready for that change. So nilikuwa najua nikisema I need help,
ile step walichukua the last time ndio watachukua this time round. So they sought for help and nikajipata now on my second rehab. On my second rehab now, I tried now to conform na wao niweze kuelewa what is alcohol, what does alcohol do. And since now I had known alcohol in some sense, na nilikuwa nimeona venye alcohol imenifanyia, and I tried now to get to know, to understand how can one stop drinking. So nikaendelea hivyo, I got a lot, niliendelea kujiona na counselors huko, nikaendelea kusikiza story za wase pia, nikaweza kusikia in my second rehab, nikaweza kupata na wase walikuwa wamepitia hiyo program and their life were going, life yao ilikuwa inaendelea fiti. So walikuwa narudi kwa progi bado wanatupa story, and ile kitu meja walikuwa nasema hii kitu ni kuamua tu, just a matter of making a decision and unawacha hii ingine yote ni story. Ile program sana the secular now rehabs wana offer, it's the 12th program, the 12 step program yenye unaweza follow for you to stop drinking. So hiyo ndio wao teach watu, and na ukisikiza wasee walikuwa, kila mtu alikuwa anasema about making a decision. And at that point making a decision for me ilikuwa kitu kingine major sana. You make a decision and following that decision, I could make a decision, yes, but for a certain period of time due to there was something pushing me to make that decision, and the results were zilikuwa tu si ati results, yani the results were favoring me, so I could make a decision for a moment of time ndio niweza kupata a favor, something that would be a reward and to me. Kaendelea hivyo, nikaanza kuelewa more about counseling, but ile kitu nilikuwa inanifanya nielewe more about counseling wasn't me to change. Nilikuwa nataka kujua the process which now people change, and niweze kuona how that process will help me and how it will be of benefit to me. So now you see, now in the second rehab, that was another wrong intention. Because for me, first nilikuwa nasema I don't have any problem. Yes. Yeah. Ningesema fulani yako na shida, ule jamaa anakunywanga sana. Hivi sijafikanga hapo. Ule jamaa akauza hadi vitu, but deep within me najua hata mimi nimefika hiyo level, but as I compare myself naona mimi sijafikanga hapo. Something which nimeka mkudhani, something very 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 inakuanga sana na walevi wengi. Wakati unaweza jikompea na mlevi mwingine, na hakuna ati ulevi ati imeenda shule. Unaona? So mimi nikaona in that rehab I went with the wrong intention. So time ikapass. We could even in rehab, I could even be, hizo rehab unapata mnafanyiwa chairman wa kulead hii mwezi ama wa kulead hizi 2 weeks. Unapata wewe umelead 2 weeks na unaongezewa another 2 weeks because you did it good. You understand? So at some point now I started loving counseling nikiwa rehab ya pili. And hivyo tu time ikaelapse and I found myself out again. 90 days. Yeah, 90 days, yeah. Nikarudi tu pale home, mzazi, tukaongea biashara. This time I've changed. This time hapana. This time I need to do something different. Yes, nikienda job mimi nitakuwa ule msee nini. It's all those, hizo mambo yote unajua venye mtu hujibonga. Ikifika hiyo point ya kujiongea unajiongea mzuri sana. And mimi nikarudi Vera, nikafanya kazi vizuri, tukasaidiana na mzazi, but still sikuwa sort what really was disturbing or what was really leading me to drink. So nikajipata tena nimemess. Naweza sema the cycle of going back to rehab and getting out of rehab
na kuishi ile maisha. Ile cycle ilizunguka for a period of, let me say, imezunguka for a period of 10, 12 years. In, out of rehab, in, out of rehab, in, out of rehab. Going back to business, working, getting achievements, kurudisha chenye nilikuwa nimeuza last time, kuuza, hiyo process ilikuwa inajirudia, hiyo cycle. And something which really bothered me a lot was when I decided now I won't stay home. Remember, I won't stay home, I'll change now my locality. Since nimeona hii environment ndio inanisumbua, ama hii environment ndio ina create all these. Juu kuna time I learned about the three things that trigger people to get back into drinking. Tulikuwa tunafunzwa sana kwa some centers, walikuwa waziita the PPTs, people, places and things, plus situations. So places was kitu ilikuwa tuseme Nyeri, ilikuwa tu mtaa yangu. Hivyo nilikuwa nakwambia nilikuwa na survive na kunywa, but I had nothing. And nika opt to change, and after rehab nika settle in a new place. I settled in Nanyuki, karibu na kazi huko. So I started working there, worked, nikaanza raha nini. So mtu anaelewa Nanyuki poa, Nanyuki wanasema ni mwisho wa reli. Hapo ndio mzungu map ilipotea. Ile kitu ilifanya ipotee ni hiyo raha. Mzungu amekuja kujenga reli, lakini raha ya huko ika overtake, watu wakapotea na map. So mi pale life, okay, I used to work there, but now I'm living there and working there. And hii kitu sasa Nanyuki ikaanza kuniingia pole pole tu, ikaanza kuform lifestyle yangu. Sasa nikaanza kupata other new friends. So ile circle ya Nyeri, I had to leave it. Usingetoka Nanyuki niende Nyeri. So I had to conform na mambo venye ziko Nanyuki and get new friends. So wale friends nilipata were the using friends. Kiendelea hivyo, life in Nanyuki now was expensive. Singeenda kwa Baesa, and I'm new now in the local bars nini. Singeenda kupiga seti pale kaa Nyeri. Kupiga seti ni ile design umeenda bar, labda uko na so kwa mfuko. Unatafuta mtu mwingine ako na so, mshikanie kakuota, mkunywe pole pole, mpass time, unaona. If you don't have money in the local bars there, na watu wakutambue, huwezi ingia. So with money I could drink, without money I could not. So without money I could work. So ndio nipata ile pesa ya kwenda and to get to know each other na kuendelea na hiyo circle ya friends. So kumbe ile lifestyle ya Nyeri iko Nanyuki after a while. So ikaniingia. Kiendelea hivyo nikakunywa, nikalemewa na kazi kabisa. Sasa nikalemewa na job. Nanyuki now I started even selling zile vitu nilikuwa nimenunua. Nanyuki I sold everything, mpaka kijiko ya food I had sold. Niliuza kila kitu, nikabaki na nguo peke yake kwa hao. Nikabaki na 2 sheets, moja ya kutandika chini na moja ya kujifunika kwa ground, sasa kwa floor. So nilikuwa napiga hesabu, date ilikuwa mbali sana na end month, ndio niweze kuhama nitishe hii deposit yangu. Maisha ikanilemea. I started now job because somewhere I can go and niseme msee tuseme nichukue nduthi niende place ya job na niseme hii nduthi ilipo. Could happen that way. But nikaanza kuona watu sasa in a different way, watu wezi nisaidia. I've tried working now. I've tried working with my parents. Watu wezi nisaidia. Nothing is happening in my life. No progress. Rather na retrogress. So maisha yangu inaendelea tu kubadilika. Nikaanza kujiconsole nini, kukaa tu kivyangu. Hata nikienda Baesa now, wouldn't even now go to bars where I'm known. Nilikuwa naenda bars zenye saa sijulikani. Kwa saa hiyo ndio I need myself. Na nikikaa ndani ya hao, utapatwa na mawazo.
So nikienda hata nje ya bar najipata na mawazo zimezidi sana. So I could focus, why is this all happening to me, and why is everyone, nikipigia mtu tu hivi simu, huo mtu hawezi chukua simu, ama huo mtu nikiongea tu na yeye, nikiongea na yeye, huo mtu ataona kuna venye hii story yote itaenda tu itumie 200. Ikafika point in life unaona naomba 50 bob. 50 bob. Juu unaona 50 nikiomba mse chwani, mse hizi ni nyima. Juu so kwa huo mse ni mimi kuomba, so sasa hiyo ni pesa mingi sana. So ikafika hiyo level ya kwanza kusumbuana na watu kuomba. The family, the extended family, watu walikuwa wanajua tu Kevo kazi yake siku hizi aliamua kukunywa, kuomba, kazi alikataa. Literally, kukataa. Si ati ni kazi nilikuwa nimeandikwa mahali. Kazi ni ya familia na nilikataa. Yani in other words, sasa tabia zangu na character na lifestyle yangu hii ingeandanisha na job, kwenye job iko. Hivyo tu nikateseka huko nje. Sasa hizo nateseka and my parents wanajua what is going on. And sasa hizo wanaona siishi home. Wanajua tu niko somewhere around Nanyuki. So life became very hard for me. Sasa hii itakuwa very hard. And I could try now manipulating people now outside my family. And sasa nikaanza kushikana na watu yotao. Tukaanza kufanya urafiki nini. But now the end penye nilikuwa naona naelekea ni hiyo maisha sasa. Maisha fulani nilikuwa sometime my early stage. Time fulani nilikuwa nimeipa shule ile nilikuwa nakuelezea how I got myself in the ghetto. Yes. And nika escape my friend. Juu hiyo lifestyle ikanipata now at a later stage in life. Nikaona now this now will end up hivyo hivyo. Penye nilikuwa na hepea sasa hii ndio life. Sasa hii niko na nguvu, sasa hii niko na mind poa, naweza focus na wizi mingi. Na niko na hiyo ujanja tu ya tao. Hiyo ujanja ya tao mingi. Hiyo tu nilikuwa naona inanielekeza mahali sielewi, lakini that place will be somewhere a point of no return. So me thank God sana juu hiyo time alikuwa anaweza kunipea grace ya kufikiria things in another sense. Yes. But life ikanigonga, nikalemewa. Sometime at that point I got ill, nikakuwa mgonjwa. Sina pesa ya kwenda hospitali. Sina kitu ya kula kwa nyumba. Nimekaa kwa nyumba 2 days. Nalala kwa floor. So niliona the best option ni nipigia tu mzee simu. And he came all along and tukaongea issues, mimi nikamwambia niko mgonjwa nini, I went to hospital. So hiyo time yote going through all those rehabs, the cycle was all the same. And the point of realizing I had a problem never came. It came into my mind, but sijui ni nini, naweza sema ni ile kitu kiburi, yani ile kiburi tu ya mlevi. And ile kiburi tu ya sielewi niseme hiyo period ya age bracket yenye nilikuwa. Kusema no one can come over you akwambie uko na shida. As long as life ni yako and where you own this life of yours, no one could ever tell me something. Ningeambiwa nisikize but ipite. So hivyo tu alcohol ikanimess, nikapitia rehab to some extent. Pia alcohol ili damage some part of me. Nilikuwa najipata mara nyingi naenda hosi. So I can share now experience. Sometime I was in hospital. Was hospitalized nilikuwa nimekunywa for a certain period of time. A long period of time. Na nilikuwa nakunywa spirits. He had liquor. So at some point nikaanza kusikia chungu. Nikiamka nikistretch nasikia uchungu. Kidogo tu nimetembea nasikia uchungu. Then nikaanza kuturn brown. Nikaanza kuwa mlight. Nikaanza
nikaanza kuwa mlight, then mwili yangu ikadhoofika kabisa, and watu wakaanza kuanda, ai, Kevo siku hizi ameanza kuwa mlight. Au siku hizi unajipaka nini? Niwaambia hakuna. Na siku hizi niwaambia tu ni kucheka tu hapo, naambia tu ni Gloria God. Ile tu mchezo ya mtaa ufala. Tukaendelea hivyo. Siku moja ikakuwa serious. I never woke up from bed a whole day. Ndio mimi nimeanza ku nosebleed, severe nosebleeding. Niko na lazima niende hosi. So kwenda hosi kupeana how I felt. Doki akasema lazima nifanyie hiyo LFS, hiyo liver functional something to do with the liver. So akanifanyia hiyo mambo, and the results were my liver was so damaged, and the option alitupea, so I have to go through a rehabilitation process ya 21 days in the hospital. That was the best option yenye angeweza kutupea. So mimi nikang'eng'ana. And you know what the doctor now told me? Aliniambia, unang'eng'ania life yako mzee, unafaa unisikize at this point. Naweza kupea dawa uende ukunywe hizi dawa, but hizi dawa zitakuwa effective ukienda kuzikunywa. Kuna mambo tutakufanyia for those 21 days which will, hizi dawa ukizimeza zitakuwa effective and you'll get well. So nilikuwa napiga hesabu, in a hospital, I'm being rehabilitated in a hospital, and I've tried so many other rehabs. Niko hapo na wagonjwa, someone is suffering, real suffering. I mean, niko hapa, I'm suffering ile ya kujitakia, you understand? So I decided to be admitted, and nika go through your process, and I was rehabilitated for 21 days, and nikatoka. And that experience was, your experience ilikuwa very bad experience, because I remember one time mzee alikuwa ananipigia simu and ananiuliza, take time and think, ufikirie hiyo ni hospitali, uko hospitali, and watu wamelazwa huko juu ya things, ugonjwa zenye zilikama unexpected. Watu walijipata tu wako wagonjwa, and they are really suffering, wako huko ndani. Wewe uko hapo, and ile kitu imekupeleka hapo ni kitu ulianza na kitu unaambiwa, umeambiwa ni mbaya, and you are there seated. Think about it. So hiyo kitu ikanisumbua sana. I was trying to think each and every day. Unaona, ukichungulia huko kwa madirisha unaona patients wanaenda kuota jua, mtu amelemewa. Unajua hata mimi nilikuwa nafika point nahitaji hiyo jua, but sina hiyo courage ya kwenda nje. Okay, I'm well, naweza tembea na niende niote hiyo jua together with other patients, but kuna hiyo courage, because I could feel I was not in the right place. Sikuwa in the right place hapo hivyo, and all I could wish for ni hii process ya hii dawa siishe tu haraka, nitoke hii place. And venye doc alikama kaniona nini, and ile advice alinipea na ile mambo nilikuwa nimeamua kwa hiyo room nilikuwa. Juu hiyo room hakuna station nyingine tulikuwa tunaona. It's to do with preaching. And zile decisions nilikuwa nimemake nikitoka huko, I think hata ningetoa testimony, alafu mtu anipate within a span of 4 days nishaanza kukunywa, angeshtuka sana, angenishangaa sana. So mimi nikatoka, na doc akaniambia tu vizuri sana, if you need kuishi, if you need your life, ama if you really want to live, unafaa uachane na pombe. Your liver will take some time to heal. So hiyo ilipita tu, nikaenda mtaani nini, job nini, nikarudia pombe. Hivyo nikajipata hosi tena.
So in the same hospital, I was hospitalized for 3 times. And kila time nikiingia pale, wakiingia kwa system waangalia file yangu, the same problem. Mm. So unapata hata the doctors around hapo wenye wamekupata, wenye wanakujua, wanakuuliza unafikirianga aje juu hii shida unakuanga nayo. Juu saa hii nao hii shida unaona it's the same problem you are trying to kutibu hapa. Unafikirianga aje juu ya hii kitu. Na hii kitu venye unafikiria, hiyo ndio itakusaidia. Not really us will help you. Si tutakusaidia kufanyia first aid, but wewe mwenyewe ndio utaelewa where you are coming from and what you really need in life, na unafaa kubadilisha nini. The decision is yours. So nikapita nikaingia detox tena, katoka. So all along nilikuwa naona life ni getting ill, going to hospital, fanyiwa first aid, kurudi job. Hiyo ndio ilikuwa system yenye nilikuwa nimezoea lifestyle yangu. So for almost 14 years, my life has been in that circle. Nimekuwa hospitali, I'm hospitalized, I'm in centers, I'm working, I'm off, I'm not working. Niko huko napiga sherehe. Sometimes I'm messing with authorities. Sometimes, okay, I'm bored. Nimefika mwisho wa mawazo. I can't approach people. I can't get along well with people. Life yangu imekuwa hivyo. So there was a time now I decided on going to job. After all that, after coming to my senses and watu kunipe macho. Naelewa, inafika to a point watu wanasema sisi tumemjaribu, si tulimpe sasa tunaamua tu tumpe macho. Tuone penye ataenda, ama tuone ni nini itafanya tu abadilike. Tumejaribu tumelemewa. So hiyo kupewa macho, you opened now, nikaweka maisha free kabisa. Anything that could come my way, ndio huo mimi. Anything. Form nikitiwa wapi, lazima niende. Kulala nje nao even became a norm. Juu home, hakuna mtu ananitambua home. So nikakuwa ule msee home anapatikananga once in a while. So form zangu zilikuwa niko huku. So any opportunity yenye ningepata ya alcohol, nilikuwa naichukua na uzito sana. Ni kama now I could worship that moment. Na huo msee mwenye anapeana hiyo nini, huo msee ana promote. Hao walikuwa best yangu sana. So nikaanza kupata circle now friends wenye wanaka kitu mbaya sana. Watu nilikuwa najua fulani anakunywanga Tuesday. Huo najuanga Tuesday kuna form. Fulani ni Friday. Friday lazima kukuwe na form. Sato hivyo, Sunday hivyo. Hivyo nikaendelea kujuana na watu and lifestyle yangu ikakuwa hivyo. Ikakuwa mimi ule msee wa kutafuta form. So nikaendelea hivyo, nikakunywa. Nikaanza kupata there are things that could happen in the family, and I never became part of the family any longer. Kuna vitu yani zilikuwa zinafanyika, family gatherings at home. Hizo sikuweza patikana. There are certain things that could happen, some like burials. I remember even my grandfather, buka yangu alidedi, and before he even died, if I can say, we were best friends. And that time when I wasn't drinking, and all his life he was wishing for me to become that person, that good person. Ule mtu tu chini tulikuwa tunaongea about our future, na mwelezea future yangu venye itakuwa, my plans za future yangu. Ile kitu tu alikuwa anataka ni mimi nibadilike. And the time that now he was getting sick, I'd gotten back to alcohol.
And the time that now people walifika, so you understand how things happen after. Watu wanapatana kila jioni. And never at one time went. Nilikuwa so busy drinking. So watu walikuwa wanashangaa. Cause my dad is the first one. So mimi ndio mzee yake. So I'm the first cousin. Yes. So you can see all other cousins wako home. Kila mtu anauliza tu Kevo alienda. Kevo anakuanga wapi siku hizi. So my parents sasa weren't in that position to kusema Kevo. Lakini watu wengi walikuwa wanaelewa msi alipotelea tu kwa pombe. So ikaendelea hivyo. Time ya burial tuseme nikaa ni kesho. My cousins wakajua penye mi ukunywa. So they came, they met me very drunk. And they came, lied to me, wakaniambia, bado unapewa, uko na bili huko? Hapana, si tu change ba tuende by saa ingine. So at that point, nilikuwa na fununu burial inaweza kuwa ya kesho ama some later date. But I wasn't sure. So nikaona hawa watu ni kama wametoka maombi, wanataka kunitolea form. Juu sana nilikuwa nimezoea form sana. So nikiambiwa form ni kuchange by saa tuende ingine. Juu obviously venye walikuwa angeweza kukaa hiyo local nilikuwa. So I opted to change to another bar. Gari ikafungwa, child lock nini. Nilisimamia destination confirmed kwa buka yangu. Hapo ndio tulisimamia. So nikapata watu wamemaliza maombi nini. It was high. Nikaanza kuinteract na watu nini. Tukaenda home. Sasa penye pombe zilishuka. Hiyo kitu ilinihit. I started now wondering, what did I do? Ni nini nilisema huko? All that time nimekuwa busy na mambo as if I understand. And now, things are planned burial ni kesho. Asubuhi sikuwa na courage ya kwenda hiyo burial. Niko kwangu nimefunga. Nasikia watu wananoka asubuhi. Kevo amka. Tumechelewa kwenda morgue nini. Tunafaa kwenda. Sikuwa na courage. Na si ati nimelala. Hata the whole night sijalala. Nililala tu ile period of time juu niko high, pombe venye nilishuka, singizi kahepa. So watu wanataka tuende. But mi sitaki kufungua hiyo mlango. Saa hizo nina malock mbaya sana. Mwili yangu nasikia sijui aje. Mawazo ndio hii. Can't approach people. Najua so many people will approach me that day. But singeweza kuapproach watu. So watu wakaenda. Mzee yangu akakaa akaniambia, lazima tuende. Nikamwambia tutaenda. Ukanitolea form pale tao at least kota moja ndio niweze at least kuongea na watu. Mzee yangu akaniambia historia ya pombe Kevo mimi nilisema stai support this kind of behavior. Nini? Tukaenda morgue. Yote imetulia. Mtu anijui angesema mimi ni mgonjwa. Tukaenda church, we did the burial. Ilikuwa ngoja tu hivi after everything. After kuwekelea tu hiyo msalaba. Sikuonekana hiyo area tena. So mimi nikahepa. So unaona such gatherings zilikuwa zinaniweka mbali. Pombe ilikuwa inaniweka mbali sana na such gatherings. Like now naweza sema my brother, the second. My brother. We are born two in the family. Okay. All along those years, hatungekuwa in a position to sit down and discuss issues. Ona ile brother to brother relationship, ile ubro. Ilikuwa ni ngumu sana. So hatujakuwa na hiyo time ya brotherhood. Cause him is busy somewhere else. Me I'm busy. Ile time tunahitaji ku come up together. There is no time for me. Singepatikana. So pombe imenimesia a lot of relationships. Family wise. Your brother to brother. You're the extended family. But it's naweza sema all along these relationships.
nothing, naweza sema nothing in the sense of any reason ningepeana. What ile reason major ni alcohol taking the bigger part. So mtu angeniuliza Kevo, ni nini nafanyanga tu usiweze kushikania na watu kwa familia, singepata any reason. But behind me ile the major reason was now alcohol. So alcohol can mess a lot of things in my life, relationships, the achievements, opportunities. Yeah. So life ikanigonga sana. Until now, I remember last year now, tulikuwa na a lot in the family going on. And Kevo alikuwa nilikuwa nimechoma picha sana. Sijui hadi nichome gani hiyo. Sikuwa nimebakisha ini ya kuchoma. And family sasa walikuwa na decide Kevin anafaa some help. And pia mimi kuna time nilikuwa nalewa, naomba simu nikiwa kwa Baisa na hash mzae reverse call. Anapik na anambia, mzee sasa hii nimeamua sasa hii maisha mimi naona nikielekea. Nimeamua hata kama ni kesho ile mahali ulikuwa unaniambia tuende. Naona ninafaa kuenda hiyo mahali. And mzee ananiambia, mimi nilikwambia hata kama ni saa hii kuja tuende saa hii. So mzee was always ready for me to go to a place where I can change. And ikifika asubuhi, ako pale ana knock mlango. Siwezi fungua hiyo mlango. Nina time ninasikia ameishia. So hiyo time ndio nitafungua nitoke. Saa zingine namwambia niko mbali. Ungenitumia tu 500 sasa hivi nikuje nyumbani. Tunaenda kesho. So ikakuwa ni kama game, yani tunacheza, unaona? So tukacheza hiyo game but ilifika time alikama akagonga, nikamfungulia. Nikamwambia mimi nimeamua lakini sioni tukienda kesho. Nipe tu leo. Nienda nimalize shughuli niko nayo town. Niambia ni shughuli gani uko nayo muhimu kuliko maisha yako? Niambia ni shughuli tu. Shughuli zako haziishangi na hazitaisha. Simamia hiyo shughuli. Twende tushughulike hii shughuli major ya life yako. Kamuuliza saa hii. Kaniambia hata mimi sitaenda kazi. Tutaenda tu saa hii. Nikamwambia acha nifikiria. Kaniambia hakuna mambo ya kufikiria. Kama unajipenda na unatupenda, tunaenda saa hii. Kamuuliza tunaenda wapi? Kaniambia nilikuwa nimekuambia na najua unajua. Kamuuliza Nakuru wapi? Yeah. Nikamwambia I'm ready. Kaniambia jitayarishe twende. So me I prepared myself, and the decision now that I made that time was a decision that I could stay with. I could now work towards that decision. So mimi nikaamua, nikapack nini. Kaambiwa hata huko ni place mzuri sana. So tukakaa hadi Nakuru. Hiyo njia yote sikuwa naweza kuongea. With a lot of hangover. I was feeling so desperate, yani. Ile hata maongezi ningeongea ni kama najiforce, yani. So I came very broken. So desperate. Not even knowing what will be next. Ama nimeenda next. What next in my life? What am I expecting? I don't know. Sikuwa na hata expectation ya hii place yenye naenda, ni place inakaaje. So nikawa trust tu na ile decision walimake ya kutafuta hiyo place. So tukakaa through nini. And yeah, that's how I got help. That's how I discovered even through my drinking process. Pia wao wenyewe walikuwa na hurt. I was hurting. Yeah, sure. So ile point mimi nilikuwa nafika finding for a solution now in my life. Pia wao walikuwa natafuta solution ya life yangu. So hiyo kitu ili create a lot of impact in me. Because my suffering wasn't suffering alone. I think they were even suffering more than I was suffering. And they were so much willing to get somewhere for me to find help.
and I sought help and I found help, and here I am, a very happy man, yeah, sharing my story with you people. And how I found help was through God, and I can say hii time yote nimezunguka kwa life, there was a missing part. There was someone who was missing in action, and the person now is Jesus Christ. Jesus Christ was missing in action. The suffering that was going through were lessons for me. Niweze kuelewa there's someone who can change my life, and my life can change from ule kevo wa Napoleon, ule kevo wa form, Yes. to Kevin that God had created to be someone different. Mtu yani anaweza badilisha maisha yake na pia aweze kubadilisha pia watu. And all along naweza sema God alikuwa ananipea tu grace ya kuona kila siku. Hadi hiyo time saa hii nimefika hapa na nimeweza kuona change, a lot of change, a lot of the impact that God has done in my life. And the suffering yenye yani nilikuwa na go through, saa hii naionanga kama lessons in my life, that life is not a smooth journey to say that yani unaweza move bila yani challenges and all that. So hizo challenges zimepitia was sahii I learned that there were lessons in my life, but sahii naweza tell the journey that I journeyed and the journey now that I'm journeying today are two different things. And I thank God kwa hiyo grace amenipea kuvumilia. Juu kwa life yangu sijai kosa hiyo focus. Yeah. Juu focus unaiona hadi nikitafuta form nilikuwa focus. Yes. Unajua there is no other way that I can get money to sustain my drinking. Natafuta hiyo focus hadi pale kwa form. And kwa kila kitu yani nilikuwa naanza, pia nilikuwa na focus ya kuanza na kumalizia. But kumalizia now things got a little bit tough. Hapo ndio nilikuwa nachanganyikiwa sana kumaliza vitu, and sikuweza kumaliza what was really starting in my life. But I thank God sahi, the transition yenye amenipatia ni ya kuanza kitu na kumaliza. Because I believe God is a finisher, na Mungu atakangi quitters. He really hate quitters, because yeye ni mtu wa kuanza jambo na anamaliza. Yeah. Kwenye tu hata Biblia kuna mali, kuna somewhere in the scripture anasemanga, he who started a good thing in you, he will carry it out until the day it's finished. Understand? So since then when niliingia Teens Challenge Nakuru Center, I found life, I found other people. Naweza sema nilipata people who are struggling the way I was struggling. And this center, compared to other centers I found, it's a faith-based center, and it's a center where self-drive really impacts someone's life. What you drive yourself, it's what will impact you to change. So when God alifungua hiyo njia through my parents, mimi hushukuru sana juu hii journey, it's all about my parents and God. Yeah. Wale watu wote, the circles of friends nimekuwa nao kwa maisha yangu, no one even thought that I had that problem in my life. So naweza sema Teens Challenge imenisaidia sana. The void now that ilikam ikaisha, kuna void flani in my life, and God has now filled that void. And tuseme the salvation part of life yenye nilikuwa naogopa sana huko nje, yeah, I could find people praising sana, worshiping. Nashangaa kwa ni watu huomba Mungu. I mean, watu huomba God mgani? I came now to understand God in a different way. And the moment now I got to understand the true nature now of God,
and to understand him now in a different way has really changed me. Because the moment you start now knowing God, the moment now you get to know how to, change now comes in you. The moment you get to know God in a different way, to read the word, to understand him, to listen more about his teachings, unapatanga hizo words na teachings zinakutransform and zinakutransform in different ways zingine hata we mwenyewe huwezi understand how life na get to change. The moment now you start now having that grace ya believe that God can really change you, ama Mungu anaweza kutoka kwa ile mambo na kubadilishia maisha na kupatia a different way of, a different perception of life. Uanze kuona life in a different angle. Na uanze kuona Mungu anakufungulia mambo zingine kwa life yako. You start wondering, ile faith sikuwa now, how am I now having hope in life? How am I now building this faith that I can make it through this? And Mungu anakufanya unasahau even that usually ile kitu yani ilikuwa inafanyika in your life kitambo. Unapata now you focusing on greater things that Mungu atakufanyia kwa life. So you start now focusing on plans that you had, plans that you thought even hazingefanyika. Sasa unaanza kuziona zitafanyika. And you can say living life now and understanding that I'm the son of God. And I'm one of the wonders of creation. And now understanding that being a wonder of creation, that God can do very wonderful things in my life. And he had already started that thing in my life. Only that kuna mahali ilifika kwa life yangu, mambo ikaanza kwenda vibaya yani. And hiyo time yote naweza sema God is faithful sana. He stood by me. God ameona nikiteseka. God ameona nikistruggle na life. God ndio huyu sasa life yangu anabadilisha. And hakuna kitu ajui. He knows everything. Scripture inasemanga what we even never saw or heard could happen. Ama what we even thought. Whatever we thought could not happen in our lives, he had already prepared for us good deeds that will happen in our lives. So ni mambo mingi sana Mungu anakuanga ameprepare in our lives. Only that lazima tupitie those hardships. There are so many hardships in our lives. There are hardships that may come into our lives and tuna go through them, and at times we atufikiriangi the main reason why we go through these hardships in our lives. So for me nilipitia a lot of hardships, and I ndio na realize that in some way God alikuwa anani prepare for better things to come in my life. Ama God alikuwa ana try kunionyesha there's nothing that you can achieve in this life, ile kitu yani poa unataka kuachieve through without now going through certain ways. Just like venye si usema nothing good comes so easily. So mimi nimepitia hizo hardships, and sasa ndio na realize for change to happen I have to embrace those hardships, those times that I passed through, hizo milima, hizo kushuka, kupanda. And sasa naweza sema, naweza testify that God really changes people. Because I believe now the very first step of change, it's knowing God, knowing your creator. Kujua nani alikuumba, who brought you to this earth, and for what reason and for what purpose are you for in this earth. So that was the very first step I took to changing my life and to knowing Christ more, knowing him more to the extent of even now getting saved and accepting him as my personal savior. So sasa naweza confess niseme Jesus is Lord. Nimeokoka sana. Nimeokoka sana excess.
And kila siku nashukuru Mungu for the change amefanya kwa life yangu, and the change is still doing in my life, and kila siku I'm expecting more from him. Juu sahii naonanga kuna any barrier between me and him. Kitambo nilikuwa naona kuna barrier, but now naweza speak to God directly. Naona God ni yule msee, is more even than a friend. Jesus is more than a friend. Yani Jesus unaweza mbeba anywhere you feel like kutembea na yeye. Ukimchukua sahii uende na yeye mahali, utaenda tu na yeye anywhere, just anywhere. He is everywhere. Yule msee ukimulilia at any time, is there for you. Because I believe hakuna beshte ati pale mtaani utapata at your worst moment ako pale akusikize, no one. But God pale atakusikiza anytime, yani kila shida uko nayo atakusikiza, and is ready to help you out, only that if you believe in him. Ukiweka hope yako pale kwa God, umwambie unamuomba tu kila siku akupatie grace ya kuwa nayo faith, ndio you believe in him, God ataendelea tu kukusaidia in life. And naweza semea something with addiction, kitu moja nilikamkulania huku. All along when I was seeking for help, nilikuwa nafikiria addiction is a disease. So many people argue it as a disease sana, to the moment now you are put under medication. Unaona pale unapigwa medication for around 2 weeks. Yes. That process of detoxification. And when I came here, this program is so, it's hakuna drug yoyote. Drug ni Yesu. The drug that you can get here is Jesus Christ only. Ndio atakuheal hizo withdrawal symptoms zote. Ndio atatatua shida zako zote. No doctor will come. So for me, hiyo time nilikuwa, when I was learning about addiction is a disease, kuna kitu tulikuwa tunaita cold turkey. Cold turkey. Turkey, yeah. This was now dealing with your hangovers, your withdrawal symptoms, without any influence of drugs, ama without being administered any drug in your system. So unang'eng'ana nazo tu venye ulikunywa pombe hivyo tu ndio utang'eng'ana nazo kutoa. So that's the very hard way of getting rid now of the withdrawal symptoms. And your process ndio nili undergo hapa hivi. There's no use of drugs. Ni wewe tu na Mungu wako, unaomba tu akusaidie ku undergo these processes. Na naweza sema it was very hard at the moment nikianza, but as days went through, God alikuwa ananipatia nguvu to see each and every day, yani to live a day at a time, and I was able to go. Niliweza kutoa hizo withdrawal zote zilinitoka. How I got my sleep back, it's a miracle. How niliacha shake mikono, how I got my senses back, my mind back venye inafaa. I was able now to be the real me, the real Kevin mwenye Mungu alileta kwa hii dunia. So I used to be that someone, nikisikia wa Mungu anafanya miracles mahali, ama pastors wanafanya miracles mahali, nashangaa sana, how are they doing miracles? And the first miracle that God did to me, it's how he did that miracle. It's how I found myself here. So you may wonder in your life, God hufanyaje miracles? Like how God now made me to change, and how God made me to believe that Mungu ana exist, yeye mwenyewe ana exist. That's a miracle. I bet that's a miracle to me, because how I ever even got saved, that's another miracle in my life. Na venye tu life yangu imeendelea kubadilika, naona miracles every now and then, that every single thing, hata ikuwe ndogo aje, every change in my life ina happen, and naweza kustick to that change, and I'm able now to be aware of my changes. So the best part of it all is Mungu amenifanya nikuwe aware of my problems and how I've solved them. Yetu ndio anajua. Like
having gone through hizo problems zote kwa life yangu, and here I am, the solution is me and my God. Hakuna daktari hapo katikati. And the changes he has done in my life so far, now being my 8th month, naweza shukuru God through sana. Ndio nasema all through amekuwa faithful sana kwangu. And all along when I call unto him, he listens. I believe he's a God who listens. And hiyo lamenting yote nilikuwa nayo, hiyo complaining yote, there's the right person to complain about anything you want. Ako hapo, mwambie kila kitu yako, mwambie nini, and he was there. Kuna time pia yeye mwenyewe alikuwa na shangaa, huyu mtu wangu, what is really happening na this man nilileta kwa hii dunia. So there was that time that God wanted to hear from me. God alikuwa anataka kusikia voice yako ukimlamentia, ukimwambia how good he is, how good he has done for you. I mean, the things which he has done for you. You thanking him, you praising him, you worshiping him. God alikuwa tu hapo anakushangaa. So now being the right time and you now going back to him, God tu pale yako anasikianga tu, this is a time. This is a time I'm going to bless this man. Huyu mtu amekubali tu, I'm here for him. And I believe in that, and I believe that God penye anakuanga, when God saves you from whatever hardship ulikuwa una go through, God anakuanga is there to really open doors for you in your life. True. And meet all your desires. True. So God anakamingi through pole pole tu. Chenye nimelearn pia, I've learned to be patient. Yeah. Patience is, and through prayer you have to be patient in your prayer life, all that. So this imenisaidia sana, nimeweza kugrow muscle sana the spiritual way. Pia nimeweza kugrow in other walks of life. Pia nimeweza kugrow, reconcile with my parents, my brother, extended family. So at least I'm able now to stand and speak of who I am right now. And ile kitu pia God amenipatia sana ni courage. The courage now to talk about my experiences. Sure. And I'm able now even to speak out to my parents, to speak out to my brother. And bila kuwa, there is that shame mtu anakuanga unaona nikisema hivi jo watu watanichukuliaje. But the moment naongea nao, I find myself talking so well. And zile vitu zilikuwa zinafanya tusisikizane, hizo vitu I believe ziliondoka. And now we are now rebuilding. Correct. We are now rebuilding our relationship as a family. I'm now rebuilding my relationship with God. And kila kitu yani inaflow tu venye inafaa. So hii experience is the best experience I've had in my life. Yeah. I believe chenye nilikuwa na lack hapo mbeleni, I believe God atairudisha in a way that, hata mimi mwenyewe, sikawa mtu anabarikiwa mpaka unashangaa. He will. Yeah. He will. Yeah, I believe God atafanya hivyo. And naweza sema in life pia usiwahi kufa moyo in everything that you do. Don't ever give up. For me, it was to give up. Having gone through all those rehabs, having tried everything in my life, I still had something in mind that one day nitasimama na niweze kufanya mambo na life yangu. So hiyo time yote I could have lost hope, but Mungu tu alikuwa ananipatia kwa grace tu kiasi tu ya kuweza kukaa ndani hiyo focus, kwa hiyo system ya kufocus, ndio at least someday nisimame nisemange
Mungu alinitoa mahali fulani. Because I believe kila mtu kuna mahali anaanzianga life. And that was then. Now is now. This is another new life now that I've started. And I believe that God has a purpose for each and every one of us. And He has to fulfill it. And His will for us is to fulfill that purpose. So for me, this is the time that God has now led me into that lane. Finding my purpose in life. And for sure, as I say, with all the focus, with all the grace that God ananipea, each day for me is a learning experience. Yeah. Kila siku yani nakuanga nimetega tu hivi, I learned something from the Bible. Understand? Like I try and capture something that will motivate me and something that will draw me closer to God, and something that will also be a lesson, will teach me on some ways of life. So nimeweza in some sense to understand that salvation is not just getting saved. Salvation is something that you keep, and by keeping it, you'll have to keep on working towards your salvation. Correct. Which has taught me a lesson that anything that you want to achieve, lazima, you'll have to work for it. Correct. Yeah. So hivyo nilikuwa nasema like seeking first the kingdom of God and everything else will come after. So like you are able now to keep your salvation. You are able now to keep that relationship with Jesus. Nothing else will be relevant for you. Kila kitu ingine ita flow tu. And His will is to see you succeed. And for me, I'm here. I'm that person that I want to succeed in life. So I can say it's a good experience. Kuwa feel na the Holy Spirit. Nasemanga saa zingine huku unakunywa the Holy Spirit in the morning. Unakula mchana, alafu tena jioni unamkula supper. Yeah. So kuwa na the Holy Spirit all along your life inakuanga experience poa sana. And God is a God who changes people. And the best part of change, yenye naweza sema saa hii, ama the very first step of change that you may see, it's yourself changing. Si uambia ati Kevo siku hizi umebadilika nini. It should come from you. Unaanza ku notice in your life, kuna kitu, there's a certain aspect in you which is changing. And it's not coming from other people, like mtu anakuambia una change. Na mtu anakuambia tunaona glory ya God siku hizi unaanza kubadilika nini. But when you start appreciating yourself, unaanza kuna different aspects in you are changing. That's one great step towards change now. So umeweza ku go through all these processes, and DC imekuwa a good place, one of the best places if I can say. Yeah. For someone who really wants to reconcile with himself and reconcile with God, unaweza come to this place and it can be of help to you. Yeah. Wow. Yeah. Just wow. Hivyo nimesikiza experiences zako na at the back of my mind ina hit to wow. Like unajua ukiniambia point yenye ati ulikuwa umelala hosi mpaka skin imechange, sikukuwa like mind yangu imecreate your image. I do not know how exactly it looks, but kuna tu image fulani imekuwa painted in my mind, and I'm trying to look at that person in the hospital and the person that you are right now, and deep inside myself I can feel your change, na pia I can feel the process yenye ume have to go through kukuwa the person that you are right now. And I think one of the hardest thing ni to go through process ya change. It's not an easy thing to go through, and I want to applaud you for
for choosing to work on yourself. Najua unaweza kuwa umetaka hiyo influence inaweza kuwa imekuja yes from people who are close to you, but since ni wewe mwenyewe ndo umehave to go through your process to see just what you can be from the other end. I really applaud you and I'm very very proud of you. Umeanza kila swali yenye ilikuwa kwa mind yangu juu nilikuwa nikuulize, have you forgiven yourself, have you forgiven your parents? Na through what you've said, I have gotten pieces of you saying you have forgiven yourself, you've forgiven your parents, because I think ni kufika point ya forgiveness ndo unaweza have conversation na the other people wenye ulikuwa unaona ni kama wamekukosea, na pia when you truly forgive yourself ndo unaweza have your authentic conversation na mtu mwingine. Yeah. So your parents have played a very very major role. I'm just trying to imagine if kama wange give up on you. Hiyo ndo kitu yenye nimekuwa nikijaribu kufikiria all along. I do not know them, but I really really want to thank you. Asanteni sana. Na Kevo, itakuwa a disservice to myself kama nita end hii episode kama sijakwambia you just say a word or two to your parents, because they have played a very very big role on choosing not to give up on you as their child. Hiyo imeniguza sana. Yeah. So you can talk to them. So thank you so much, and this time now to my parents penye wako, I would say a very big thank you penye tu mko for working with me. I believe the way nime grow up to be the person that I've been kupitia all that, ku tarnish the reputation of the family, kuharibu jina yani pale mtaani. My parents have worked with me, so this time I thank my parents for the support. So far tumeongea na wao sana, we've reconciled, tumesikizana, and we are so happy. We've been able to forgive each other. We've been able to start life on the same lane and forget about the past. And we now believe that we are now living life as per now. And I really thank them for having not give up on me. Hawajai give up kwa life yao. But hata kuna hizo times zilikuwa zinafika yani tu nafikia huyu mtu tutaachana naye. But Mungu tu in his own way anaonesha tu mfai kuachana na huyu mtu. And I really thank God for really supporting them to work with me and to work with me till now, late last year. For all the support, for all the love. Right now ndio naona there's so many conversations zenye tulikuwa nazo na wao. They showed great love for me, but in response mimi nilikuwa naona kani chuki. But right now I understand the love that mmekuwa nayo for me all the time, all over those years, and I always pray for you, and God has seen us through, and we are now on another lane. And nawathank sana. I don't know how much ningewathank sahi, but only God knows how deeply my heart feels and how thankful I am. Yeah. So all I would pray for God aendelee kuwaweka poa, to take care of you penye mko, to bless you all the time in everything that you do. God has restored us back. The peace that He has restored in me, the same peace that He's restoring back to you. Because I believe we shared the same problem, and God has solved it all. And we are now on another level, if I may say. So, mbarikiwe sana penye mko. God bless you. And Mungu aendelee kuweka poa. Yeah, I love you so much.
Yeah. Wow. Wow, that was beautiful. That was really, really beautiful. Na Kevo, I pray for you. Ukitoka huko nje, hiyo grace iendelee kukusustain. But do you have any fears unaweza relapse? Ama right now, unajua family foundation yangu, kuna kitu, kuna foundation nimebuild. Yeah. Ama unaogopa ukitoka unaweza relapse? Do you have those fears? Exactly tu venye umeisemea. I believe when I'm in this place, I'm building a foundation. I'm building a platform. I'm building somewhere where we'll come from. There's somewhere that I'm coming from now. Naona venye tunasema kuna kitu inachipuka. Sahii ndio Kevin anachipuka from somewhere through the grace of God. And I believe whatever I started in this place, whatever I'm building, it's something that itaniweka throughout my life. And our challenges hukuja, triggers mtapatana nazo, but sahii I'm aware of so many things. I'm aware of what really brought me down, and I'm so much now aware of how to deal with such things when they come along my life. And with all things, I mean, when I commit all things to the Lord, establish a good way for me to deal with these challenges, for me to get a walk through these challenges. Yeah. So my platform, my foundation that I'm building it firm. Yeah. Wow. So ndio niweze kusimama fiti. Yeah. Wenye tu nasemanga wapata wajeshi wana prepare for war. Hata wakimaliza ku prepare, they prepare. And they are not sure when ama the right time they will go for war. Understand? The same case, you just prepare yourself. Keep clinging onto the Lord. Do always the right thing. Yeah. The right thing. Nimelearn so many things that yani tulikuwa tunapuuza kwa life. Like getting to know the truth. Watu wengi escape sana kujua ukweli ya mambo. So you end up living on the other world. Lakini you're living on the world that you're escaping the real world and you're now living on the dark world. Na unaona hapo ndio maisha starehe iko. So getting to know the good and the evil. There are things that unaweza puuza useme mtu huyu anaambia kitu mbaya ni nini. So you will find now a grown up anakuuliza, anakufunza, getting to know the truth, getting to know what is good and what is evil are the very basics of the small things that really now changes a person. And I believe the very small things are the ones that build one to change. Na kuwa unaweza kulearn from small things changing and you graduate to even knowing to changing even bigger things in your life. So I believe in change and I believe in starting changing from the small things. Yeah. Well, thank you so much. Yep. Thank you for being very, very vulnerable with us in your conversation. The depth, I can feel it. I can really, really feel it. So as we wind up, is there anything ulikuwa unajua utasema ama utashare na haujaisema? I think I've shared it all. So yeah, I think I've shared it all. Yeah. Asante sana. The story does not end here, and I know in future I'm still going to host you so that utatuambia out here how your experiences have been after Tense Challenge. Thank you so much. Yeah, I will be waiting for that time. Yeah. So thank you. Thank you. Yeah. To you, my viewer, thank you so much for your time. The depth of this conversation, nikikwambia imenishika mpaka niko na goosebumps. That one was really heavy and it was really good. It has spoken a lot into my life, a lot. And I really hope that it gets to inspire somebody else there.
you should know that you are not what you're going through or the kind of addiction that you're in right now. God has a purpose for your life. If you're willing to share your story with us, find us through kwanzaimages@gmail.com or 0710 487 582. Until next time, see you.